Mimi naitwa Danson Kateme, ni afisa masoko wa Diocese ya Kaskazini Magharibi. Nina hudumu kwenye mikoa miwili, mkoa wa Kagera kwa sehemu, lakini pia na mkoa wa Geita ambao sasa hivi. Na lengo kubwa la Diocese hii ni kuweza kumhudumia Mtanzania. Kuangalia ni namna gani tunaweza kujibu mahitaji na changamoto za Watanzania. Kwa hiyo kanisa pia linatoa huduma za kijamii kwa ajili ya kuwaletea maendeleo wananchi hawa. Na ndio maana unaona pia Diocese yetu ya Kaskazini Magharibi ina mahospitali, ina zahanati, na vituo vya afya. Lakini sio tu hivyo, bahati nzuri Oscar umezungumza habari ya mkamate sana elimu, usimwache afanyeje. Pia tunavyo vituo vyetu na shule zetu za elimu. Shule tunazo shule za awali kwa maana ya wale watoto wadogo, lakini pia tunazo shule hizi za darasa la kwanza mpaka la 7. Lakini pia tunavyo vyuo vya kati kwa maana ya kutoa certificate, diploma. Amesema kwamba wana shule nyingi. Lakini anaweza katuambia kati ya zile shule walizonazo, kati anaweza katupata moja, afu tukaona maswali ya kumuuliza kwa faida ya msikilizaji. Nashindwa nichague hivi kwa sababu zote ni bora, kwa sababu sisi shule zetu ni zaidi ya shule. Zaidi ya taaluma. Thomas Lutheran Primary School. Iko sehemu gani? Hii inapatikana Bukoba vijijini. Kanyangereko. Lakini pale tuna usharika wetu wa Diocese. Pale tunayo dispensary inaitwa Thomas Dispensary. Kwa hiyo unaona jinsi tunavyo wakazi wa eneo hilo namna wanavyonufaika na kanisa. Si tu kwenye elimu kwenye eneo tu la kiroho, lakini pia kwenye eneo pia la mambo mengine ambayo tunaona. Sasa ukijiuliza hii Thomas Lutheran Primary School ni miongoni mwa shule bora katika mkoa wa Kagera, lakini pia hata kwenye taifa. Imeanzishwa mwaka 2019 shule hii. Matokeo ya darasa la 7 ina mwisho mpaka darasa la 7. Utaona ufaulu kwa mwaka huu kwa kweli tunamshukuru Mungu, na tumeendeleza sera ni ile. Watoto wote wamepata daraja A. Watoto wote. Wengine wamekwenda mpaka, asante sana, wengine wamekwenda wengine wamekwenda vipaji maalum, wako kule Mzumbe, wamekwenda Moshi. Kwa kweli tunajivunia. Lakini pia tunawapongeza hata wazazi waliotuamini na wakaleta watoto wao pale. Sasa utaona na mwaka jana sio tu kwamba haya ni matokeo ya mwaka huu. Hapana. Mwaka jana pia watoto wote walifaulu kwa daraja A. Kwa ni kawaida. Tushazoea. Lakini sikiza nikwambie kitu Mwajuma. Na mtoto akisoma katika shule ambazo zinamilikiwa na taasisi za kidini, lazima Mungu pale asimame. Anakuwa amenyooka. Ndio maana watoto wanashinda. Mimi natamani ningerudi primary. Sasa Mr. Oscar niwaambie, mtoto akija pale ada kwanza ni nafuu. Ada zetu ni nafuu kupita maelekezo. Lakini hata mtoto akija pale yeye anatakiwa aje jinsi alivyo. Swala la godoro, kumbe ni boarding. Tuna boarding pia na day. Na kwa mwaka huu yameingizwa tena mabasi mawili mapya kwa wale watoto wanaotokea viunga vya karibu pale. Kwa hiyo tuna day, lakini pia tuna boarding. Kwa hiyo tuna wateja wengi kutoka mikoa mbalimbali, toka Mbeya, Dodoma, tunao pale watoto. Sasa wale wengi wanakaa pale boarding. Lakini pia kuna wale ambao tumezungumza manispaa. Kwa hiyo anaweza akaleta mtoto wake, lakini pia akafanyaje akarudi. Na mabasi yetu ni mapya. Ni klasi ya usalama wa mtoto. Kwa ajili ya hicho ulichosema, usalama ndio kitu wa muhimu. mtoto. Unajua tuko kwenye dunia ambayo imeharibika. Mambo ni mengi. Kwenye swala la michezo, hawa watoto huwa tunawapeleka beach. Kwa sababu ni distance ndogo tu kutoka pale shuleni. Kwa hiyo hiyo exposure ya mtoto unajua sio mpaka aanze kusubiri. Lakini tuko karibu na Rubale pale, nadhani utaona wanapata. Lakini pia tunazo tour, tunawapeleka Serengeti National Park, tunawapeleka Ngorongoro. Huwa wanakwenda wanakuwa na tour. Kwa hiyo mtoto anapokuja shuleni kwetu ni zaidi ya taaluma. Sisi tumelenga zaidi ya taaluma kwa sababu tunamuandaa pia aweze kuwa msaada hata anapokuwa nje ya taaluma zao. Kwa hiyo hata ukija pale watoto wanajifunza mambo mengi.
Kwenye swala la mlo usiseme hatuna mshindani pale. Tumeona sasa hivi kumekuwa na changamoto watoto kujiamini. Mtoma amejipanga vipi kuhakikisha kwamba mtoto ana uwezo wa kujiamini hata kama atakapokwenda kuingia katika maisha ya kawaida katika jamii, kujieleza, kujitambua, unaona vitu kama hivyo, kwamba amejipanga vipi kuhakikisha kwamba mtoto ana uwezo wa kujiamini? Hilo mmelipangaje, na au mna mikakati gani mingine kuhakikisha kwamba Mtoma inaendelea kuwa shule bora zaidi? Yani ni bora zaidi. Na ukifika pale tunazo program hata nyingine tunazofundisha za kumjengea tabia mtoto ambazo anaweza kuwa nazo hata akiwa nje ya shule. Miongoni mwao ni hiyo kuwa na ujasiri na kujiamini. Anapokuwa darasani kule tunahakikisha kwamba mwalimu, kwa sababu tunao walimu mahiri, lakini pia hata ile supporting staff kwa maana ya walinzi, matroni, mapatroni, wote wale ni rafiki kwa mtoto. Kwa hiyo tunahakikisha wao watoto tunawatengenezea tabia za udadisi. Unajua watoto wanapokuwa darasani sio swala la kumwambia 1 kujumlisha 1 ni 2. Yeye anaposema 11 sisi hatumfokei. Tunakwenda beyond ili kutengenezea spirit ya udadisi. Kwa sababu mtoto anapokuwa na ile uruka ya udadisi tunatengeneza kitu ambacho kinakuja kuwa na mapinduzi kwenye taifa letu. Kwa hiyo ni sehemu ya vitu tunavyovitoa, lakini pia hata ile namna ya kutengeneza nidhamu binafsi anapokuwa shuleni. Kwa sababu kama mnavyofahamu na tafiti zimeonesha watu wengi waliofanikiwa duniani, moja ya point yanayowafanya wafanikiwe ni nidhamu. Nidhamu ya muda, nidhamu ya fedha, nidhamu ya mahusiano, nidhamu kwenye mambo yote wanapokuwa shuleni. Kwa hiyo unaona hizi ni baadhi ya tabia ambazo tunamjengea mtoto hata anapotoka shuleni anakuwa ni zaidi ya taaluma alizo nazo. Kwa hiyo utakuta vitu kama hivyo, uwezo wa kushirikiana na wenzao. Na ndio maana tunakuwa na discussion, watoto wanakuwa na zile discussion. Kwa hiyo anajua thamani ya kutokutanguliza maslahi yake binafsi. Kabla ya kutanguliza maslahi binafsi ajue kwamba kuna wengine wana machungu, kuna wengine wana matatizo. Kwa hiyo tafsiri yake huyu mtu unapompika katika tabia hizi tunatengeneza viongozi wazuri wa taifa hili. Kwa sababu tunapongeza sana serikali, lakini pia ambao wameweza wazee wetu kuhudumu kwenye taifa hili. Sasa wanaliacha kwa nani kama watoto hawa hatujawaandaa? Kwa hiyo tunawaandaa kwenye misingi hiyo. Ndio maana tukasema sisi ni zaidi ya taaluma. Ndio maana kwenye swala la taaluma huko sisi kuumiza vichwa sijui kwa kufikiri division nyingine. Utaona nimejaribu tu kutoa takwimu chache tu ambazo ni za darasa la 7, lakini hata la 4 mwaka jana utaona darasa zima wote walipata daraja A. Mwaka 2023 mmoja tu ndiye alikuwa na B, wengine walipata A. Natamani kama KDSU FM Radio natamani tuwaombe vijana wale wanafunzi wa Mtoma waje kutembelea kabisa. Hilo ni la kwanza. Lakini kitu cha pili ambacho natamani kutoka kwa mgeni wetu hapa, naomba labda nitamani nifahamu kwanza mna mikakati gani mingine, lakini pia unawaambia nini wasikilizaji wa KDSU FM Radio kuhakikisha kwamba wanamleta mtoto Mtoma katika mazingira salama na apate elimu? Kipaumbele chetu kwa kweli ni watoto kupata taaluma na elimu iliyo bora. Sio bora kama ulivyosema. Na ndio maana matokeo yetu yanajieleza. Yaani matokeo yetu na si kwa shule hii, ni shule zetu zote. Na piga muda wowote uwe ndani ya mkoa wetu wa Kagera au nje. Tuna utaratibu mzuri tuliouweka wa kuweza kuwahudumia watoto wetu, wazazi, walezi. Zipo taasisi pia ambazo zinafadhili watoto. Tunazikaribisha zilete watoto wao shuleni kwetu, Mtoma Lutheran Primary School. Na namba yetu nadhani nijirudie ni 0755 990617. Tunawakaribisha sana na Mungu wa mbinguni azidi kuwabariki sana wazazi. Tunawakaribisha. Oscar, una mtoto kweli wa atamleta ilini?